Kwa hiyo usipoteze muda kukimbilia kwa manabii wa uongo. Usipoteze muda kukimbilia kwa waganga. Usipoteze muda kukimbilia kwa huyu au yule. Mungu peke yake ndiye kimbilio na tegemeo lako. Fundisho la pili tunalopata katika somo la Injili linawahusu watu mbalimbali waliohusika katika safari ya Yesu kuelekea kwenye mateso yake. Wako waliomkataa, wako waliombeza, wako walioshangilia kwamba ateswe, asulubiwe, aondolewe. Je, wewe kwa maneno yako, kwa matendo yako, kwa vipaumbele vyako, je, unashabikia Yesu asulubiwe? Kila tunapotenda dhambi, ndugu zangu, tunakuwa kati ya wale tunaotaka na kulilia kwamba Yesu asulubiwe, ateswe na aondolewe kwetu. Fundisho la tatu tunalipata kutoka kwa mitume, na hawa nitawaweka katika mafungu mawili. Kwanza, Mtume Petro. Yesu alipowaambia kwamba atateswa, atadhalilishwa, atakataliwa na watu, Petro alijitutumua na kusema kwamba hata wote wakuache, mimi kamwe sitakuacha. Na Yesu akamwambia, kabla ya usiku wa leo utanikana mara tatu. Na kweli Petro amekabiliwa na kabinti kadogo kajakazi, kakamwambia, wewe ni mmoja wa wafuasi wake, wewe ulikuwa pamoja naye. Na Petro mbele ya hako kabinti anadhubutu kusema, sijui usemacho, sio mimi. Na hilo akalirudia mara tatu. Wewe je, unathubutu kumcheka Petro? Unathubutu kumbeza Petro? Hebu pitia maisha yako uone ni mara ngapi wewe mwenyewe umemkana Kristo. Mara ngapi wewe mwenyewe mbele ya kabinti kadogo umesema, simjui, simfahamu, sio mimi.